Ile uso mkunjufu, ule uso mkunjufu. Sasa tutazungumza na watu na furaha. Ndivyo alivyokuwa Mtume sana. Tumekuwa huwezi kumwona. Ukimwona amekasirika kweli. Lakini Mtume saa zote ana faraha tu, al-wajh. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana tabia ya uso wake kuwa mkunjufu. Na akasema zikujueni nyuso zenu kwa watu. Zikujueni nyuso zenu kwa watu. Acheni tabia za kishetani za kuwa mkali saa zote kama yule bawako wa motoni. Saa zote ni rajulun abis, ni mtu ambaye kazi yake ni kufinya uso tu. Hajawahi kufinya uso huyo mpaka siku alipopita Mtume pale katika safari yake ya Isra na safari ya Mi'raj. Alipopita kwenda kuona moto ukoje, akamkuta huyo mtu kafinya uso kali. Alipofika, kwa sababu Mtume amefika pale na Jibril, ndio akakunjua kidogo uso, ndio kusalimia na Mtume, asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo arudi tena Rasuli Muhammad Allahumma salli alayhi. Sasa ile Mtume akauliza, huyu nani? Namuuliza Jibril, sababu huyo ni malaika bawabu wa motoni, ni rajulun abis, ni mtu kazi yake ni kukunja uso tu huyo. Hajawahi kucheka hata siku moja wala kuchangamkia mtu. Amekuchangamkia wewe Muhammad peke yako. Sasa usiwe sifa hiyo. Bwana tunasema hivi. Anasema inna al-ghadaba min ash-shaytan wa inna ash-shaytana kama mshahidi. Fa idha ghadiba ahadukum nataka kuonyesha kwamba haifai sifa ya kuwa na ghadhabu. Alafu as-sabr, ustahimili. Unapoudhiwa ustahimili, ukifanyiwa mambo makubwa ustahimili, usiwe na haraka kurudisha visasi, ustahimili. Tunasema kuna ustahimili. Waramahu bil hijara hatta khudhibat bi dima'in ala. Tabia hasa Jafar al-Barzaji. Anasema Mtume kule Taif, ilikuwa leo kule Taif, lakini mipango haikuwa mizuri. Tumekosa magari. Sababu magari yenyewe